Kurudi saa 6 hivi nikakuta bwanangu yako na mchana kwa kitanda yangu. Nikamuuliza kwa sababu mimi niko hapa kwa mlango. Tia ingia ndani. Vile unaonanga nyumba iko unachika kitambaa kama iko karibu na mlango. Unafanya hivi uone kama nini iko hapo. Nikaona wanalala na mchana. Kamuuliza kwa nini mnalala na mtu mwingine kwa kitanda yangu? Na mimi niko na katoto kananyonya. Hiyo ni swali kuuliza. Kwa sababu mtoto unajua sisi ni wa Meru, ukilala mtoto na mtu mwingine kwa kitanda hiyo, mtoto anaanza kuhara, kutabika namna hiyo. Nikiingia hata mimi kulala kwa hiyo kitanda. Kumuuliza hiyo swali, hiyo ndio ilileta taabu. Aliniambia mimi unaweza toka hapa uende upeleke ripoti kwa watu na niwe kwa ndani bure. Tafadhali mimi nikuue na nijiue, naweza kunitangaza. Nikuue na nijiue. Na ni ukweli siku hiyo unaona pande katakata hii. Sikukuwa najua kama takato. Nilikuwa nikiona tu ni vile anazoea kuniambia kila wakati ataniua, atanifanya na anifanyi. Iko wakati nikazidikania akaondoka na panga juu akaniondolea andikati. Nikaona ni vile anazoea. Nikagime tena kwa sababu vile nilikuwa napiga kelele nje, nikaingia tena haraka kwa nyumba kwa sababu nilikuwa naweka mtoto chini. Sikumweka kwa hiyo kitanda, nimweka chini. Na huyu mchana alikuwa anatoroka, akaenda. Na huyu tunabaki na mzee. Sasa hapo mzee anaketi hivi. Sijui kama anafikiria nini. Huwezi kaingia kwa mafikiria ya mtu. Mimi nikapita nikaenda nikachukua mtoto chini hapo nimulalisha. Nikaanza kunyonyesha mtoto. Kalikuwa kama miezi 2. Bwanangu akaondoka pole pole. Hapo alikuwa anaketi chini, akaondoka akanipigia magoti. Akaniambia maandiko inasema tusameane. Ito nisamee kwa sababu naweza kukosea na hata Mungu hatasikia vizuri. Atanikataa mimi. Tutaenda hata kesho kanisa mnisaidie kwa maombi. Mimi sijui kama sasa kweli tutaenda. Kulikuwa Jumamosi nilikuwa naenda kanisa ya Catholic. Nikamwambia mimi nakusamea. Akatoa tuchumari tuwili njuu ya konji. Akakonga karibu na kitanda. Akaniambia sasa mimi naweza ondoka hapa niende na nikuye nikiwa nachelewa. Nikiwa nachelewa urudishe mlango na tuchumari tuwili. Mbele ya niende ebulete ile nini ya kunua panga. Temi ni ataleta wana Kiswahili. Ile inaitwa hii na Kiswahili. File ile tupa. Akachukua noro. Akaniulizia nikarudisha tena. Akaniambia leta tosi. Kampatia. Kwa sababu mimi naonanga kwa anatumianga tosi anaweza enda achelewe. Akaniambia lete kachupa kukuletea mafuta. Nikampatia. Aenda niletee kwa hata mafuta ya kukaranga. Kwa sababu kama atakuja hata na kaunga na kukona njaa, sitafurahi kabisa. Akaondoka akaenda. Kuenda mimi nikabaki. Kubaki vile nilibaki kwa nyumba, nitaimbia Mungu, tukakaa na watoto wangu vizuri. Na hata kama tuko na njaa yenyewe tunaimbia Mungu kwa sababu mimi hakuna pahali naenda, kuna hata kibarua naenda, niko na katoto kamdogo, au watoto wangu wote ni wadogo wanafuatana hawa. Kaambia Mungu wewe baba, ona kama huyu ataleta kaunga, atanipigia watoto wanalia na njaa wanaelekea kufa. Tukaongoya yeye, nikaongoya yeye mpaka akakataa kuja. Saa ile kulipika saa 4 hivi saa 5 nikaingia kwa kitanda. Hapo chini nikatandika hapo chini mimi. Watoto wakaingia kitanda yao. Mimi nikatandika chini hapa nikalala chini. Sio kwa kitanda yenyewe, nikalala chini. Kulala chini hapo niko na ile katoto. Mzee alikuja. Alifungua mlango pole pole sikukuwa nasikia mimi. Kuingia akanifungua hapo chini. Akanifungulia blanketi, blanketi nilikuwa najiwekea blanketi kangu. Wewe tuseme lecho wewe bila mtu atajifunika naye chini sawa? Sikujifunika na ile blanketi ilikuwa pale. Akanifungua. Nikaondoa mkono hii juu. Hii mkono ilikuwa mzuri. Nikafunga tosi kwa sababu namulikwa. Akaniuliza, nikauliza mimi swali, nani anifungua? Na niambie nifungue mlango. Akaniambia unauliza swali mjinga. Si ni mimi? Nilikwambia nitakuua na njiue. Unaweza toka hapo aende upeleke ripoti kwa watu. Kwa sababu ya kulala na huyu mchana kwa kitanda. Nikamwambia kama ni wewe sasa
Hebu acha tuombe nikuachie watoto wasikule tabu kama unataka kuniua. Mkono hii ilikuwa mzuri sana. Ilikuwa straight kama hii. Nikaondoa akakonga mkono na panga ikaanguka. Nikaona acha nipige nduru. Nduru akakatia panga kutoka hapa mpaka hapa. Panga ikaingia jicho ndani unaona. Ikapachua. Kupinduka hivi hata ukipiga hivi wewe ukaangalia hivi kupinduka hivi akakatia hapa. Akitaka ukata jicho mbili. Mungu akakatilia moya. Nikalalisha hapo chini akakatia hapa. Akitaka ukata shingo. Si unaona? Akakata tena panga ya tumbo, matumbo ikatoka. Akakata tena mguu ndio hii panga. Panga ndio hii. Mguu hapa tena alikuwa anakangata panga hapa kubwa sana. Ikaharibika joint kabisa. Kabisa. Mimi sasa hiyo nikakufa. Kukufa nikabeba na watu. Ile ndio nilipiga ndio nilisikia watu wakifika walikuja kuniona nini. Ule mama alikuja mbele aliuliza ai ni aje kwa aje hapa. Bwanangu vile alikuwa kwa nyumba kunikatakata vile nilielezwa mimi sikukuwa nasikia, sikukuwa najua vile nilielezwa. Akakongadisha mama na mlango tu. Mama akaanguka nje. Mzee akaondoka akafungua mlango akatoroka akaenda. Ndiye alipanda huko kwa mzee anaitwa sawa tu. Stage kwa Anjilo hapo. Ndiye alienda kwa mzee hapo, alienda kwa mzee mmoja akamuomba pahali ya kulala. Akamwambia kwa sababu wanajuana. Hata huyu mzee anakunywanga pombe, alikuwa anakunywanga pombe sana. Walikuwa anakunywanga pombe pale moja kwa sababu huko huyu mzee alikuwa anausanga pombe. Bibi yake. Kupewa makao kulala, alitoa kale kang'ombe kadogo kamba, akaenda akapanda mkandania. Akajiweka kamba. Akaenda. Akakufa akikufa, akaenda akiendanga. Mimi na nikabeba na watu, nikapelekwa Maua. Kupelekwa Maua, daktari wa Maua kanifima akaona roho yangu na kimya, nikapelekwa Meru. Kupelekwa Meru niliingizwa mochari pale. Mochari niliingizwa baba. Every time you know it is free. Bali popote iko nafasi. Hata tukienda Meru town tutaambiwa ni kweli nilikuwa nakufa. Ni Mungu tu alikataa. Mungu mwenyewe sio binadamu. Hii line yote ilikuwa inakatakata mpaka ikamalizika kabisa. Sasa kulalisha huko Mungu alifanya maajabu. Yesu Kristo sio kama binadamu. Hata unaweza sema uwe mtu na Mungu akatae. Unaweza sema ukate kichwa yeka kando na Yesu asikanishe ichikane. Kwa sababu ni nini? Hapa ni kale kana konganga. Kale ka akili, kalikata na kakatika. Hakuna kitu hapo. Njiso ilitolewa ikikata mpaka ikaingia ile viti ya ndani, mururu inaingia ndani. Yote hakuna kitu hapa, ikabaki nyama. Okay, hii mpupa ni ya chingo. Hii ni mpupa wa chingo hii. Na ilikata nikakatika na sasa niko hapa. Mungu wako. Mungu hayuko mbali, ako hapa. Yesu Kristo yule ambaye hamjui anaweza kuniona aone Yesu Kristo wako. Sasa naketi hata kuketi. Tumbo ilikata matumbo ikatoka nje, ni vile siwezi katoa nguo kwa watu waone. Tumbo ilikuwa inakatoa matumbo ikatoka nje. Joint hii hapa hakuna kitu kampupa kako hapo hata kidogo. Na sasa hivi nasimama na mimi natembea. Hata kama sitembei kaa vizuri, natembea na mti. Nasimama na mti. Tueleze wakati ambao ulipelekwa mochari, wamesema umekufa. Ilikuwaje ukarudi tena uko hai? Vile kulikuwa ndio nakwambia Yesu Kristo anafanya kazi ya maana. Anafanyanga kazi. Na alikuwa akitaka yulikane na ajue watu wake wa maana. Kwa sababu hata wale ambao mtu anaweza kuniona hivi na kweli akakataa kunisaidia kabisa. Hata Yesu anaweza kumuuliza swali, kwa nini wewe unakataa kusaidia huyu na unasema unanipenda? Au do you love me and you can't that you see? Kwa nini unaona mtu kama huyu na ukamkataa unasema unanipenda? Unapenda Mungu gani na unakataa huyo mtu? Sasa bila nilipelekwa mochari. Mama alikuja Mkikuyu. Wananyuki. Mochari Meru. Alitoa wachana 5 juu ya mchana wake, alikujia mchana wake. Sio mimi alikuwa anakujia. Bila nilionekana huko sikukuwa najulikana. Hata watu wetu walikuwa napanga tu waende wanisike. Na vile kuliendelea, sikia vile kuliendelea. Huyo mama alikuja na bwana yake na watu wao. Wakatoa maiti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sasa mimi niko chini ya 7. Watu tulikuwa tunaliana. Mtu jina inaandikwa kwa ule anaandikwa jina kwa mkono, ule anaandikwa jina kwa uso, hapa juu. Na mtu anaingizwa mbamba.
Every side, pahali popote unajua iko na pasi. Ni ukweli, sikwambie uongo, ni ukweli kabisa. Sasa mama alitoa huyo wake wakiwa na bwanake. Kutoa wake juu akaona roho yangu inafanya nini? Inakonga. Akaambia bwanake pole pole. Sasa huyu mtu roho yake inapiga. Tukimwacha huyu kweli wala anaingianga hapa kubeba maiti. Wakiingia si watakonga. Si ataenda. Niku chungeni yeye nikimbiange huko nimuite daktari. Kwa sababu tunaweza kumwacha na uwawe. Mama aliondoka mbio akimbia mpaka juu. Alienda kuitana. Daktari mwambia tuingiange huko. Lakini kiingia huko leo nikikuta kama roho mtu kupile vile unasema nitagusa vile ulale kwa chero. Ile niliambiwa mimi sikuwa najua. Mama waliteremka na hiyo daktari. Mama daktari andika barua kawacha, kateremka. One kama ni kweli ni uongo. Kuteremka alikuta roho yangu inaendelea. Tumbo yangu vile ilikuwa inafura pande na pande kwa sababu matumbo ilikuwa inatoka nje inavuka pande. Alimwambia asante sana mama, chukweni maiti yenu muende. Daktari anaambia huyu mama, huyu mtu akivuka akiwa mtu mzuri, kama hata kuwa mwandazimu, kwa sababu hapa alikata ni kwa akili, au akue mjinga. Kamwambia kwa kisalimu. Sasa mnaniona mimi niko sawa? I have a good normal. You hear me, I'm talking English. Even if it is not a lot, it is half English. You can talk. Niko sawa. Yesu ananipenda. Amen. He love me too much. Wow. Okay. Mama alichukua maiti yake akaenda, nikabaki na daktari. Daktari namba 1 akatoa njina kwa uso, akaandika kwa barua. Namba 2 akatoa ile kitambaa kilikuwa kinafunga mimi, akatupa kiko na madamu. Sikukuwa naoswa. Namba 3 akatoa ile mbamba chote ilikuwa inaingizwa kila pahali. Tunasikia kitambaa anatoa mbamba ilikuwa inaingizwa kila pahali, unajua iko na pasi. Okay. Nikaocha tena nikapeleka 25. Kunjikaza daktari akajikaza kuweka pumzi ikakataa. Akaniwacha hapo, kulikuwa asubuhi saa 4. Saa 5 babangu anakuja kuona maiti yao. Unasikia? Unasikia saa ile ni saa 4 natolewa. Saa 4 ndio natolewa mochari. Napelekwa kwa ondi. Sasa baba yangu nao akikuja na ndugu yangu wasinikute huko. Baba yangu sasa yuko hai alikufa. Lakini ndugu yangu wako. Walinitafuta mochari bali waliambiwa na walipeleka barua. Akanikosa. Kama vile Yesu Kristo aliuawa akapelekwa kwa chimo. Mama yake alikuwa mama wawili. Walienda kumtafuta huko kwa chimo, wakumkuta. Walikuta akiwa anatolewa, anatoka na anaenda. Sikia sasa vile ilikuwa kwangu. Na nilikuwa adisia ya uongo. Yes. Sasa babangu wakanitafuta wakanikosa, akaambia endeni on the 5. On the 5 ni awana kama ututi hata saa hii tuko na nyinyi. Endeni muone kama huyo mtu tulitoa hapa asubuhi saa 4 tukapeleka pale kama ni wenu. Wakaenda, wakakuta njina yangu ilitolewa kwa uso, ikaandikwa juu. Mimi niko kwa kitanda. Unaona kabila mtu analala kwa kitanda chini inaandikwa juu. Yes. Wakanikuta ni mimi. Daktari akaitwa akakuja. Akawaambia kama ni wenu. Hebu mtolewe ndamu aweka tuone kama atavuka. Mnunue mpira wa maziwa. Awekea mpira wa maziwa na tupeleke sieta. Hizo hiyo ambayo inanuka itolewe itupwe. Kwa sababu pande yote unaona vile itakatakato. Yes. Saa hiyo babangu walifanya hiyo, babangu akatolewa damu yake ikawekwa huko. Ile iko huko nikawekewa. Ile inanitosa. Ya ndugu yangu akatolewa nikawekwa. Hata ikanika kwa hapa kana konganga haka. Aka unaona kwa hii kindole? Kindole unaona hii damu sio yangu hii. Kwa hii kindole aka kanika naondokanga haka. Ukana kampupa hapa, aka sio damu yangu. Okay. Nikiondoka hivi kana kifika kitu hivi kana semanga taka. Kwa sababu damu sio yangu. Okay, saa hiyo nilikaa kwa nilienda nilipeleka kwa sababu nilipeleka sieta nikatelewa njizo pande yote ikachonwa. Na mpira iko juu ya maziwa, mpira iko chini ya makojo. Nilala kwa 3 months. Miezi 3 bila kuketi, bila kukula, bila kuongea. Na yuko mpira maziwa, mpira makojo, mpira wa damu. Yesu aliniambia na hata mai ilikuwa nawekwa.
Yesu aliniambia miezi 3 ni kama siku 3. Nilikuwa nikitaka mwili ya chini pate nguvu nikurudisha urundi hai ukue hai na uongee na watu na uonyeshe. Wale ambao wanijui wanijue. Hata kazi yangu wanifanyia wakiwa wananiona niko na ni ukweli ako. Kwa hiyo kichwa kama ile ini kukatwa hivi. Hapa ni kwa akili. Kale kana konganga hivi. Kalikatwa kakakatika. Njizo kama hii hakuna na unaona ukiingia hata kakitu kwa njizo yako lazima usimame utolewe. Ebu imagine yote ikonga mpaka mururu ile kitu iko ndani itoke kabisa. Si ni Mungu? Yeah. Si Yesu anaweza? Okay. Aliniambia tena mimi nataka uende waambie watu. Wale wanasema wananipenda. Waonyeshe alama wale wananipenda waendelee kunipenda na kunifanyia kazi ile inawezekana ya ukweli. Amen. Na wale ambao nakataa ule ambao anaweza kukuona hivi na akakukataa. Sio anakataa ni mimi nakataa. Kwa sababu hata mimi naweza kuja na nikatae. Yeah. Na ni ukweli. Naweza kuja na nikatae. Mimi nakurudishia hata akili yako vizuri. Uende uongee naye vizuri. Nawaambia wale ambao waokoka wanipende kwa sababu siku ile nitakuja nitawaita wakiwa watoto wangu. Wakule na wakunywe na furahi. Ile nakufurahisha.